Mtazamaji Allen Peter Kasiga naona ana haraka sana. Mtazamaji, sasa hivi basi ni wakati mzuri wa kuungana naye Allen Peter Kasiga katika biashara na uchumi. Karibu sana Allen. Na mtazamaji wa channel tena, sasa ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Allen Peter Kasiga. Sekta binafsi nchini imempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Jakaya Mrisho Kikwete, kwa ushirikiano mkubwa aliyoutoa katika kukuza sekta hiyo hapa nchini katika kipindi chake chote cha uongozi. Tupate taarifa kamili. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa mkutano wa 8 wa Baraza la Taifa la Biashara jana usiku, mwenyekiti wa kamati ya utendaji ya TNBC ambaye pia ni katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefue amesema mkutano huo licha ya kumpongeza Rais Kikwete ulijadili kwa kina namna ya kuweka mazingira bora ya biashara katika nchi. Amesema swala kubwa lililojadiliwa katika mkutano wa 8 ni utalii, ambapo wajumbe walijadili kwa kina namna ya kuongeza mapato ya serikali kupitia sekta ya utalii hapa nchini, ambayo kwa kiasi kubwa imeonekana kutoa mchango mkubwa kwa taifa. Utalii ni sekta ambayo inaingiza fedha za kigeni kuliko sekta nyingine yoyote, na ina nafasi kubwa sana katika kukuza uchumi, katika kutoa ajira kwa Watanzania, na kwa hiyo limeonekana ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo nalo tulizungumza sana leo, na kulikuwa na kamati ambayo iliteuliwa tangu mkutano wa 7, imefanya kazi yake vizuri sana ya maeneo yote yanayotakiwa kushughulikiwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi hapa nchini Dr. Reginald Mengi alichukua wasaa kumpongeza Rais Kikwete kwa juhudi kubwa za kukuza uchumi na hasa kuijali sekta binafsi ambayo ndio muhimili wa uchumi katika nchi. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Godfrey Simbeye ameiomba serikali kuingilia kati suala la kodi katika mazingira ya biashara, huku pia akishauri serikali kupunguza wingi wa kodi pamoja na taasisi zinazosimamia wafanyabiashara katika ulipaji wa kodi ili kuepuka usumbufu. Wewe binafsi na serikali yako mmekuwa sikivu sana kwa kutatua matatizo ya sekta binafsi, kiasi kwamba mlifikia hata kutushirikisha katika kila ngazi ya maamuzi, hususan kwenye kuandaa sera na sheria mbalimbali na kanuni zake. Sehemu kubwa ya mazingira ya biashara ambayo tumeongea kwa kina sana ni swala la matatizo ya masuala ya kodi na masuala ya hizi taasisi ambazo zina regulate biashara Tanzania. Zimekuwa ni nyingi sana, kodi zinakutolewa za kila aina. Kwa hata Mheshimiwa Rais ameongea kwa kina sana kwamba kuna haja sasa ya kuangalia kwamba sio kama wafanyabiashara hawapendi kulipa kodi, lakini hatutaki usumbufu. Kama tunataka kulipa kodi kwenye sehemu moja, basi tulipe kwenye sehemu moja. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wakulima wa mazao ya nafaka wilayani Same na Mwanga mkoani Kilimanjaro wameendelea kupata mafanikio msimu huu, ikiwa ni mwaka wa 3 mfululizo baada ya kupata elimu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia teknolojia mpya ya kilimo cha matuta na mazao funika yanayostahili ukame. Tadei Masawe anaripoti kutoka wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Mafanikio hayo ni baada ya kupatiwa teknolojia na kituo cha utafiti cha Seliani mkoani Arusha, kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Same na Mwanga kwa ufadhili wa shirika la Gorta la nchini Ireland, kwa kuanzisha mashamba darasa yaliyopandwa mbegu bora za mahindi yenye kustahimili ukame na kuchanganya mazao funika kama ngwara, mbaazi na mikunde. Baadhi ya wakulima wa wilaya Same, Bi Paulina Mchomvu na Bwana Gilbert Semngoja, wamekiambia kituo hicho walipokuwa wakitembelea baadhi ya mashamba darasa yaliyopo katika kijiji cha Ishinde kuwa baada ya kufundisha teknolojia hiyo, mavuno yao ya mahindi yameongezeka kutoka magunia 3 na kufikia magunia 10 kwa hekta moja, huku wakiomba serikali iwapatie vifaa vya kulimia. Kilimo cha matuta kinatija kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunalima kilimo hiki cha kawaida. Tulikuwa tunalima eka, tulikuwa tunapata magunia 3. Sasa hivi tunalima eka kilimo cha matuta tunapata gunia 10. Ni vizuri serikali ikatupatia yale majembe ya kutindua udongo, kwa Kiingereza wanaita ripa. Hayo yatasababisha wakulima wengi waweze kupata mazao ya kutosha na kupiga vita janga la njaa Tanzania. Mtaalamu na mkuu wa mradi wa kutumia mbegu bora za mahindi yenye kustahimili ukame na kuchanganya mazao ya mikunde ili kuhifadhi unyevu ardhini kutoka katika kituo cha utafiti cha Seliani mkoani Arusha, Bwana Peter Exaveri amesema wakulima waliotumia teknolojia hiyo wamefanikiwa kutokana na kufuata maagizo ya wataalamu. Tunashauri kwamba wakulima wengi waweze kufuata teknolojia hizi
ili waweze kuzalisha mahindi ya kutosha kwenye kaya pamoja na kupata hizi mazao mengine aina ya mikunde kama mbaazi na ngwara. Nikiripoti kutoka wilayani Same mkoani Kilimanjaro, mimi ni Tadei Masawe wa Channel 10. Taasisi ya huduma za kifedha ya Bayport Tanzania imekabidhi hundi ya shilingi milioni 3 kwa ajili ya watoto watatu wilayani Biharamulo mkoani Kagera, ikiwa ni kinga ya bima ya elimu baada ya kuondokewa na mzazi aliyefariki dunia. Tupate taarifa kamili. Watoto hao wanaosoma katika shule ya msingi Nyamaguna wilayani Biharamulo waliondokewa na baba yao Karume Ochieng, lakini katika uhai wake alikuwa amejiunga na huduma ya bima ya elimu kwa ajili ya watoto wake. Mratibu wa bima ya elimu kwenye taasisi hiyo Ruth Alex Bura amesema kwa kupokea hundi hiyo watoto hao kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo watapokea shilingi milioni 1 kila mmoja zitakazowawezesha kujilipia ada katika shule wanazosoma. Napenda tu kutoa changamoto ama napenda kuwashauri wazazi ambao sasa hivi mnatusikiliza. Unapokata bima yetu ya elimu, kwanza ni rahisi kuliko bima nyingine zozote zile ambavyo umeshawahi kuziona, na pia ili kuweza kujiunga na bima hii ni rahisi sana. Na pia unapokuwa na bima hii ya elimu, wewe kama mzazi ama wewe kama uliyekata bima, unakopo na amani moyoni mwako ukiamini kwamba chochote kitakachotokea katika maisha yako, ikitokea umefariki ghafla, watoto wataweza kuendelea na elimu kama kawaida. Sasa pale inapotokea kwamba yule mpendwa au nguzo wa familia akiwa ametangulia mbele za haki, ni kwamba familia huwa na yumba. Sasa Bayport tuliliona hili, ndio maana tukaamua tuanzisha hii bima ambapo inaweza kumsaidia yule anayekuwa ameachwa, kwa sababu anaachwa yeye lakini maisha yanaendelea. Taasisi hiyo ambayo pia hutoa mikopo ya ujenzi wa nyumba imekuwa ikilipia fedha za bima ya kinga ya elimu kwa watoto ambao wazazi wao wamefariki dunia ili kuwawezesha kuendelea na elimu. Toka Dar es Salaam, mimi Moses Masenga. Asante sana Moses Masenga kwa taarifa hiyo. Na sasa mtazamaji wa Channel 10, tuangalie viwango vya kubadilishia fedha za kigeni katika maduka mbalimbali. Dola ya Marekani ilinunuliwa kwa shilingi 2120 na kuuzwa kwa shilingi 2170. Paundi ya Uingereza ilinunuliwa kwa shilingi 3250 na kuuzwa kwa shilingi 3410. Euro ilinunuliwa kwa shilingi 2330 na kuuzwa kwa shilingi 2509. Rand ilinunuliwa kwa shilingi 150 na kuuzwa kwa shilingi 195. Shilingi ya Kenya ilinunuliwa kwa shilingi 19.5 na kuuzwa kwa shilingi 23. Mtazamaji wa Channel 10, viwango vingine ni kama vinavyoonekana kwenye runinga yako. Mtazamaji wa Channel 10, mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku ya leo. Mimi ni Allen Peter Kasiga. Endelea kuangalia taarifa yetu ya habari Channel 10. Asante sana Allen Peter Kasiga kwa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao basi ni habari za michezo na burudani na mwanamichezo Baraka Ngemba.